nikaongea na mwalimu, pengine anaweza kukubalia. Sasa mke wangu, uone kama inaweza kuwa changamoto. Kumbuka juzi kati tu hapa hivi kaka yako ameenda kumfanyia fujo kule. Wenyewe pia kwa mashahidi. Nashangaa tena hapo naambia niende kule tena. Nikaombe msamaha. Unaambia nitalizo tena mara pili? Ni kweli kaenda kafanya fujo. Lakini mimi na imani tu ukienda kuongea naye vizuri, ukaniambia msamaha ataelewa. Sasa mke wangu, unaje swali ukaachana tu mambo kaachana tu? Mimi siwezi kuacha Sanaa. Yaani kamwe siwezi. Napenda sana Sanaa yangu. Naipenda sana mume wangu. Yaani nikiacha na wewe, basi kitu ambacho nakipenda sana ni Sanaa. Mimi natamani nifikie malengo yangu, nitimize ndoto zangu. Kesho na kesho kutwa na mimi watu wanishangaa ambao wananidharau sasa hivi. Hata huyu kaka yangu mimi aje aniheshimu. Sasa ananidharau. Lakini pamoja na yote lazima nikutane na hizo changamoto. Lazima nipite huku kote ili niweze kufika huko napopataka. Mimi ni mali yako na nimiliki mimi. Mimi sasa nakusikiliza wewe, sio kaka yangu tena. Yeye yupo nyumbani, mimi ninaishi kwako. Mimi ndio mke wako na wewe ndio mume wangu. Mwenye maamuzi ni wewe, sio yeye. Sawa, mimi naweza kuondoka kule, nikaenda kuombea msamaha. Yakatokea mwanzo. Wewe kwamba tena ni hatari. Mimi najua Sanaa ipo popote tu pale. Na sehemu yote Sanaa inafanyika. Mimi nadhani hata kama ukiongea naye, pengine tunaweza tukatafuta eneo jingine tukafanya mazoezi. Ili kipaji changu kisife. Natamani na mimi nifike mbali, niwe kama wengine. Sasa kwa nini mimi tu kipaji changu ndo watu wengi mume wangu, nakuomba basi, nakuomba mume wangu. Kajaribu tu kuongea naye. Baba, sasa tunafanyaje? Kwa kuwa kila mtu anasema Sanaa ni uhuni. Na kwenye eneo letu la mazoezi tumefukuzwa. Noela mwanangu, naomba unisikilize kwa umakini sana. Noela mwanangu, unajua tunapitia wakati mgumu sana watu sisi wa vijijini. Hawajui kwamba Sanaa ni mtu yeyote anaweza kafanya na asiwe na mambo mengi sana ya kuharibu au akajikuta amekuwa malaya. Lakini watu wamekuwa kuwabeza watu wanaokuta na kafani, labda anaigiza, anaimba, unakuta mtu anamdharau tu. Lakini ninaamini hata hawa watu ambao tunaona kwenye ma TV, tunakumbuka kuna watu ambao walishatangulia mbele za haki, walifanya mambo makubwa sana, wakiwemo Steven Kanumba, kwao ni Shinyanga hapa. Lakini watu unakuta wanadharau tu na kuona kwamba watu waliopo vijijini hawawezi. Lakini mimi ninachokusii mwanangu, naomba msome. Na mkisha soma, swala la Sanaa lipo na mtalifanya vizuri. Na ninaamini mtafanya vizuri kwa sababu kama saizi mnaigiza, mnacheza hiyo sanaa yenu, lakini naona darasani mnatiki tu. Shida iko wapi mwanangu? Jitahidi kumwelekeza mdogo wako, maana naona kama vile kidogo bado walimu wanajitahidi, lakini naona bado mwenzio. Unamwelekeza mdogo wako ili atambue kila anachofundishwa darasani. Ila pia kwenye upande wenu wa sanaa na ndoto yenu ya uigizaji, mimi mwanangu siwezi nikawazuia, ila nachoomba msome kwanza. Lakini naomba muamini kwamba mimi sihitaji kuvunja ndoto yenu. Naomba mdiri na masomo, lakini hata sanaa naomba muendelee kuigiza. Wanangu, ninaamini mtakuwa kama wale wasanii wakubwa. Hebu naomba mjitahidi tu kwenye masomo yenu wanangu. Sawa mwanangu? Nachokuomba tu mwanangu sasa kwa sasa, uende kule shambani, upande kwenye ule mti wa maembe dodo, niletee maembe na hamu na maembe sana. Kaka, nimekuja kumwombea mke wangu aendelee na zoezi la sanaa. Lakini mke wako si ndio huyo ambaye kaka yake hataki aendelee na sanaa? Ni kweli. Sasa mimi nampokeaje tena kwenye kundi langu? Ni sawa, lakini nataka unisikilize mimi kwa sababu wewe ni mke wangu mimi. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Katika hiki kijiji mimi natamani niendelee kuishi kwa amani kabisa. Wala nisionekane kuwa kikwazo kwenye familia ya mtu yoyote yule. Sanaa mimi ninaifanya kwa sababu naipenda.
Alafu leo unakuja kuniambia kwamba mimi nimpokee mke wako nimlete kwenye kundi langu. Hauoni kwamba atakuja kusababisha na kundi langu likavurugika kabisa kwa sababu ya huyo kakake mjinga? Ni kweli, lakini kaka yule ana ndoto. Na kile itwapo leo ananiomba. Na kuomba sana. Unajua jambo hilo unachukulia kwa wepesi sana. Lakini mimi najua, nimetembea sehemu tofauti, nimekutana na changamoto nyingi zaidi hata ya hili. Kama nitasubutu tu kumchukua huyu mke wako na kumweka kundini, hivi unahisi kuna nini kitatokea? Sasa kaka, kumbuka kitu kimoja. Kila kitu kina changamoto. Na hiyo ni changamoto. Unabudi kuikabili. Mke wako unamfahamu vizuri. Uwezo wake mimi naufahamu. Sawa, nimemruhusu. Na nitamruhusu endelee kuigiza. Asante sana kaka. Wajaila. Abe. Jaila mdogo wangu. Abe. Mimi nenda shule sawa? Uoshe vyombo. Udeki ndani na ufagie uwanja, umesikia? Nimekusikia. Najua Bwana Ndoro, kifupi nimechoka maisha ya kuishi peke yangu. Hivyo basi nimekaa nikagundua mwanamke sahihi kwenye maisha yangu ni dada yako wewe. Kiukweli mimi nilikuwa namhitaji dada yako awe mke wangu. Kwanza nikushukuru kwa kuweza kufika na kuniambia mimi. Ni wazo zuri. Lakini kwa hili mimi siwezi nikahusika kabisa. Dada yangu mimi ninamfahamu. Ninamjua vizuri. Tabia yake ninaielewa. Kwa hiyo sitaki nije niingie katika lawama ambazo mwenyewe ninaweza nikaziepuka. Na wewe ni rafiki yangu na istoshe umeshakuwa kama ndugu yangu. Tunakopeshana fedha, mazao. Kwa hiyo sitaki nije niingie katika lawama ambayo mwenyewe naiona kabisa. Labda tu wewe umtafute dada yangu, muafikiane. Mkishakubaliana, mimi nitaliidhinisha hili. Sitakuwa na kingine cha kusubiri kwa sababu tayari umezifuata taratibu. Ila mimi kuhusika katika hili kwa kweli ni ngumu. Ndio hivyo tu. Basi haina shida, mimi nitakuja nyumbani kesho. Basi sawa, tuko pamoja. Sawa. Poa baadaye. Wajaila. Abe. Nilikwambia ufanye kazi gani? Nioshe vyombo. Na nini tena? Nifagie uwanja. Umezifanya hizo kazi zote? Hapana. Ulikuwa umeenda wapi? Cheza. Nilikwambia uende ukacheze, nikwambia ufanye kazi. Niambia nifanye kazi. Kwa hiyo ukanipuuzia, ukaniona mimi mjinga, sina akili, ukaenda kucheza, si ndio? Hapana. Hapana kitu gani? Wewe una akili kunizidi hata mimi. Kama uliniona nina akili, kwa nini ukufanya kazi? Rafiki yangu aliita niende nikacheze na mimi nikaenda. Nitakupiga wewe, kwa hiyo kipindi unaenda kucheza ulikuwa umemaliza hizo kazi? Hapana. Unataka kukosa adabu wewe, unataka kukosa akili. Piga magoti haraka. Nataka kuleta ujinga hapa. Ita mvua. Vua njoo. Bas. Utarudia? Hapana. Ukirudia utanipiga. Omba msamaha. Dada nisamehe. Aya, naomba ukafanye kazi zote nilizokuambia. Aya. Haraka na upesi. Aya. Kasumu mdogo wangu. Unajua mimi ninapata wakati mgumu. Na wengi wanasema maneno mengi sana kuhusiana na wewe.
wanasema wewe ni binti mdogo ambaye unastahili kukaa nyumbani, unaona. Na mimi nahisi katika wale wanaoyazungumza hayo maneno, mmoja kati yao ni mtu ambaye anakuhitaji wewe na hataki uendelee kufanya sanaa. Mimi nilikuwa ninaona, mdogo wangu, kwa nini usiache sanaa? Angalau kaniacha tu mimi kaka yako nikaendelea, wewe ukatulia nyumbani. Kaka, kama kuna mwanaume ananihitaji, maana yake anzia pende kazi yangu. Kwa sababu sanaa ndo mume wangu wa kwanza. Yeye anakuja kuwa mume wangu wa pili. Kwa hiyo kama atahitaji kuwa Matala, sawa? Sawa, nimekuelewa mdogo wangu. Lakini pia mimi hapa sina usemi sana. Na kama kweli unaipenda sanaa, basi tufanye sanaa, na nikuombe tu labda mdogo wangu kwamba ujaribu kuwa mtulivu katika sanaa. Najua utakapokuwa ni mtu ambaye hutulii maneno mengi, watu katika jamii inayotuzunguka watazidi kusema maneno mengi sana juu yetu. Sijui kama unanielewa mdogo wangu. Sawa kaka, nimeshakuelewa. Yaani toka tumekaa hapa hata huongei chochote na sijaelewa ni kipi ambacho kinatukalisha hapa. Nafikiri wewe ni msaada mkubwa wa kunifikishia huu ujumbe kwa mdogo wake Ndolo. Yule binti mimi namhitaji. Natamani mchumbie awe mke wangu. Lakini namna ya kumfikia na kumwambia haya maneno nashindwa. Na wewe ni mtu wa karibu, nimeona ni msaada mkubwa katika hili. Lakini mimi sioni tatizo kama wewe ni malengo yako kumchumbia. Ni kuchukua maamuzi wewe mwenyewe na kwenda pale kwao unamchumbia, mnaoana. Sidhani kama ninawezekana kwa haraka nikaenda nikamwambia yale maneno, isipokuwa natamani mchumbie awe mke wangu. Sawa. Mimi nitajaribu kufanya hicho kitu ulichoniambia. Lakini mimi mwenyewe kwanza yule namuogopa. Alafu ile maisha ya uigizaji ndo anayoyaishi hata nje na sanaa yake kule anapoigiza. Kwa hiyo ni yeye saizi maisha yake anayoyaishi ni ya uigizaji pote, ajui kwamba hapa yupo ndani ya sanaa au yupo nje ya sanaa. Umeona? Kwa hiyo kusema kweli kumfikishia taarifa hizi sijui kama atazipokeaje na sijui nitapata majibu gani. Ila mimi nikuondoa wasiwasi tu. Nitajaribu kadri ya uwezo wangu kufanya kile kitu, japo na mimi ni muigizaji. Ila nitaenda kumwambia, nitafikishia hizo taarifa. Kama atanielewa sawa. Asiponielewa sawa, mimi majibu yote nitakufikishia. Hicho kitu na mimi kilikuwa kinaniogopesha sana. Na nilikuwa nafikiria au naona kwamba nitapata aibu pale atakaponikataa. Nenda kapambane unisaidie katika hili. Nina imani utafanikiwa tu. Marco, na wewe Asi, mmeniona mimi hapa kijijini malaya sana, si ndio? Paka mje mtongoze mimi. Wote nyie mnatongoza mimi. Yaani mngejua ninavyowachukia, msingekuwa mnakuja hata nakupenda. Ndio nini? Kwanza siku ile mlikuja kutuharibia kupata mazoezi yetu. Naomba niwaambie kitu. Hivi mnafahamu nataka kufifisha ndoto za watu wangapi? Waachani watu wawe huru na kufanya mambo yao. Kila mtu anafanya kitu chake anachokipenda.